Umecheki Obina anataka kupigana na Mosiria. Nimecheki ni mbaya. Sasa ati Mosiria anasema anataka kupata ni mundu humundu. Waende game. So na nimeona Mosiria ni mnoma. Wewe unaweza hapo basi anapiga kwa gym. Kwanza kuna kitu fulani na trend jamaa anaruka kwa gym. Na kuna suit na amevaa sharp sasa hiyo. Na kwa gym mzee. Lako flexible. Mimi kitu nimeona the guy is so flexible. So anakuwa leo ni Mosiria. Hakuna. Si hayo bro, ni Mosiria. Mosiria anaingia. Yeye upiga gym, ako flexible baya. Imagine kufanya hizo vitu zote. Nimeona. Kufanya hizo vitu zote. Na ni behind the scene like ujao unashawasa unaweza fanya hizo vitu. Sasa akiamua kuzifanya. Alafu nimechiki Obina nitakupiga bro, nitakupiga. Okay, ndio Obina pia ako pia upiga gym ako na mwili na nini lakini sasa najaribu ukicompare between the two nani ako na aura kupiga mwingine Mosiria is more ako na hiyo agility na nini ya kupiga Obina. But anyway why get your boxing match tuone juu hiyo boxing match itatuambia hiyo isikuwa script iko tu boxing match ndio alafu sasa mafans referee akuwa hapo mwenye tena rounds mob na knockouts mingi ndio atakuwa ameshinda hiyo game hiyo ndio tunataka tufanye hiyo tufanyie hiyo tu juu kumekuwa na beef yao kati ya Will for long watu imetokana na hiyo game tu hiyo game ya kwanza tu mbavu na lakini sasa nimecheki pale nani anasema Mosiria anasema sijui ata combine sijui ndio Obina kuja pigana na yeye lazima combine kina Munez kina watu wote itakuwa kawa Obina atakuwa ni kaza sasa nani mbavu chocha nyingi alafu huyu hapo na skills ndio amejaa nguvu sasa ni soshi sasa Obina nani Mosiria ati watu wanasema Mosiria na kaka mbavu but lakini ni vice versa sio Mosiria kwa experience sasa kama Jembe alafu sasa nani juu ya cloud chess sana yeye ni soshi sasa ni kama na mbavu akona pants kabisa walai tumeanza story na hata tujaanza show ni noma ni mbaya nataka tuanze sasa different pandisha hiyo kitu acha pandisha Wagwan my people, welcome back to SSTV. This is one of your favorite online media. Hiyo ndio inatesa hapa Nairobi. Kama wewe ni mgeni fika pale subscribe, like, comment and share. So as you see today tuko in a different setup. Ine setup tofauti na ka studio fulani hivi ka podcast lakini si chini ya maji tu tunakuja dogo tukipanda. Hii sasa hii ina to represent SSTV. Then tukisonga pole dogo. So leo nimeamua nipige ka small podcast kidogo hapa na nikaamua nitafutane na guest wangu anajulikana kama vile Alvo Pele mwenyewe. Si Alvo Pele msanii wa sanaa. Kijana mtanashati. Usikivi bao kitu msanii. Mbona sikia mimi msanii bro? Unajua mimi nilikuwa kwanza kitambo unajua mimi nilikuwa naitwa msanii na Afrika. Wewe ita nani msanii? Mimi sitaki kuitwa msanii. Let me give you an insight kidogo. There's a time ilikuwa kwa bus, mvua ilikuwa imenyesha. So hiyo day gari hazikuwa mingi, then so kila gari ilikuwa inakuja wasao kwa wanajaa ndani. So gari ikakuja wasao kafinyana then ikabidi pia mimi nifanye so kuna excess lazima tungesimama. So nilikuwa nimesimama nimekaa nisema almost uko nyuma. So kuna dema alikuwa amekaa nyuma kabisa akaniona lakini zilikuwa zimeshika. Unaona akaniona. So ananiambia ako like hi tu mimi nikaelewa tu mtu zimeshika sawa nataka kunisalimia. Kidogo ananiambia mabeshte zake hapo juu amekaa kama kwa ile kiti ya mwisho wote ni walevi ako like I know this guy. Ako like ni nani? Huyu jamaa ni msanii. Sasa jamaa alikuwa amekaa kando hapo alimwambia aje? Alimwambia ni msanii na mimi simjui. Kila mtu alicheka kwa gari juu. Msanii anafaa julikani sema mafans wanafaa wani upgradation ni group hapo Alvo Pele YouTube any digital platform ngoma zangu utazisikiza hapo Alvo Pele lakini zaidi kama kila mtu ni msanii kwa sababu ona mtu kama Mosiria but the story ya Mosiria anataka kupigana na Obina nimeona hiyo story anataka kupigana na Obina but sasa unajua ni beef tu yao unaona ni beef yao watu wawili na ni normal ilianza tu hiyo time Majembe na Mbavu the Stray wale kasema wanataka game. Then now when Mbavu
Mosiri akasema anatafutia Mbavu trainer wawili, mmoja kutoka Dubai, mwingine Kenya, professional trainer, sio ndio alisema. Then allegedly Obina akasema walikuwa ama trainer walisema Mbavu akishinda game awape tuso. Hivyo ndo inasema mtu kama Obina, yani mtu kama Mosiri nikaa alikuwa anataka kulia kitu kiasi. Anataka kulia kwa hiyo game. Sasa anavuja bado nieleweka juu si Obina amekulia hii. Si amekulia hii game, the whole game and everything. Ametengeneza mitakaka. Unaona? So it's a game of gaining. Si hakuna mtu kufanya, nothing comes for free. So unaona, at the end of it Majembe alikuwa ashajua boxing match. Alikuwa amepiga Alfayo the first game, right? So Majembe alikuwa at least na experience a boxing match. Na Mbavu ana experience a boxing match. Yeye alikuwa tu anajua ni vurugu tu normal, yeye kuvurugana na wasee kwa mtaa. Unaweza kuvurugana na wasee kwa mtaa umpige ngumi moja mbili naone wewe ni mngori. Lakini boxing iko na vitu mingi. Hizo shot, hizo knockouts na ni lazima zikauntiwe. Unaona? Ndio wa kudeclare kama winner. So alikuwa anahitaji trainer, unaona? Of which pia inaeleweka kama Mosiri alikuwa na goodwill ya kumtafutia trainer, angemtafutia tu. Angemtafutia tu na amlipie, because Mosiri alikuwa amesema alikuwa anasomesha watoto sijui wapi anawalipia sijui 150k school fees na nini. So kama ingekuwa goodwill angemlipia. Basi sasa ndio kuna mwenye alikuwa atakukulia, ndo maana alitakiwa advantage, you know. So ndio Obina akaiona kwa umbali, akamkataza, because now Obina knew hii ni show yake and he wants to organize it na nini, atengeneza package pia from it, unaona. So kabidi ameikatiza hivyo. Sababu ndo beef yao ilianzia, unaona, because beef ilianza in such a way that Obina alienda kama expose online. Hapo ndo beef yao ilianzia. But sasa unaona kama hiyo story, unajua mimi nilikuwa napata ndo nani Mosiri abonge hiyo story, nilikuwa natoka pale arena. Kwa game ya Mbavu na nilikuwa natoka huko. Hiyo masaa sasa hizo tulikuwa tushapanda gari na kina Daya, tulikuwa tunapanda gari ya Daya alikuwa ametubebe. Na kina Jitabi, akina Kalondu na Voki. So sisi zote tulikuwa tumepanda hiyo gari, cause hiyo masaa nyingine tulitoka hivi after game tu ndo wanatangaza Majembe. So hiyo masaa nyingine tulikuwa tunajua ni noma pale magunso wako pale wangetupora. Kuna majamaa tu pale walikuwa natoka wasee. So sisi tukasema acha tutoke mapema. Kwanza mimi ndo nilitangulianga kutoka. Nikaenda pale kwa gate. Nilikuwa na pale entrance, nilikuwa nimeficha kabag kangu mahali hapo chini, unaelewa. Juu mimi ni journalist, niko kila kona. So nikatoka hivyo nini tukaenda tukachukua gari ya Daya. Alikuwa amekazijua piko kwa parking chini. Tukatoka teke hivyo. Akatushikisha, nikamwambia kwanza ni drop hapo Shell, niko hapo karibu na Roasters, ndo nichukue gari nyingine nikamta. So in the process Mosiri nikaona ametag media. Kuna notification ya tag. So sikutaka kusikiliza hiyo story, because najonga story na Mosiri anakuwa na story mrefu sana zangu. Nikasema niangalie ama nisiangalie. Nikaangalia tag, nikaachana nao, sikusikiza hiyo story. So in the next minutes nikasema acha kwanza before niende mtaani, acha nichukue kabi nyingine nipeleke wapi? Tao. Juu nilikuwa na shughuli nyingine Tao. So nikasema acha ilikuwa around sasa tulikuwa tunaelekea saa 6. So nikachukua gari nikaishia huko. Katikati nikaangalia na SG ni online wamepost. Mosiri asije amfanya nini na Obina. Bwana jamaa atishia Obina. Anamtishia. By the way expose baya sana. Anasema asije Obina ati ni script. Ati hiyo story iko script. Baada hapo kwa script inaweza kuwa kweli. Ati anasema ati unacheki story alisema ati Majembe Mbavu Destroyer walipanga na kina Obina. Unacheki paka kuna mali anasema ati donation na post. Kuna ati alikuwa amepost hiyo story before game. Alisema alipost FB. So ndivyo unasemaje? Ilikuwa script. Nani aje kuna kompyuta ukinini hapo inasikika. So si stand to still. So ilikuwa script. Mimi na feel hapo kwa script nayo ni ukweli. Ni script juu Obina alikuwa anasema the president agreed to pay 1 million to the winner and another million to Mbavu Destroyer. So winner ni Majembe, and of course ni na aliongea before game. Unajua kwa story watu wanasema ati aliongea ati after game. Hapana, ilikuwa before game. Mimi naweza explain vile kulienda. Hapo
kuna time nani huyu jamaa anajiitwa Munaso alicheza game then Mr Clean alicheza na Mr Clean Clear the Air walicheza na game ya kwanza then hiyo kwa hiyo game ya kwanza kulienda design fulani nikaa sasa Mr Munaso nikaa aliibiwa anikaa aliibiwa. Sasa crowd ikaanza kubororonza, ikapiga kelele, ikalia ililia msee mpaka watu wakanyamaza. Nini crowd ikakuwa mpaka ule jamaa akashindwa kucontrol. Ndio sasa Obina akatoka kule chini akakuja akafanya nini, akabonga akasema arudie ama asirudie, hii game irudiwe ama isirudiwe. So alikuwa anataka hiyo game ifanye rematch. So hiyo time Obina alikuwa anasema hiyo story ya Ruto ilikuwa after ameleta belt. Unaona? Alileta belt. Hiyo belt ya kushinda. So alileta hiyo belt, akaikaa nayo hapo, akaoneshana, akaeka belt chini, then akaanza sasa nini? Akaanza kubonga. So akabonga ndo akataja hiyo story ya nini? Ya kusema number 1 winner. Ati president ashapatia number 1 1 million na number akapatia number. So probably kuna ka click somewhere in between. Number 1 ni nani? Number 1 ni Majembe. Mimi sijasema. But inakaa hivyo. So ilikuwa tu script hata ukiangalia because basically hiyo game one was to train, that is Majembe, right? Then the other one was to advertise the show. So Mbavu yeye kazi yake ilikuwa tu advertise show, hakuwa anapiga zoezi. Kazi yake ilikuwa kwa advertise show. Na ingine tu watu walienda hapo basically juu ya Mbavu. Unaona? Because the guy alikuwa na aura ya advertise show vizuri. Unaona? So hiyo ndio ilifanya wao kaja huko. Basically kwa juu ya Mbavu because even the initial match ya Majembe na Alfayo watu hawakuattend wengi wameattendia juzi. Unaona? Watu waliattend because of Mbavu had made sure like your fan base wasio wameshow up in support of him na nini. But ikakuwa tu ni kama ni script because angetrain kama ndio tukujua iko serious angeonyesha akitrain at least aivisha skills. Unaona? Sasa kuivisha skills Majembe alikuwa ameiva skills. Unaona? So hapo Mosiria Geoffrey Mosiria ako right akisema ilikuwa script na so wanaendesha rematch, right? Waso wanaendesha rematch. So ilikuwa rematch hiyo script ndo waendesha rematch ndo sasa the next game na nani atashinda. Mbavu definitely Mbavu will win the game. Atashinda because even inatakana then sasa wako draw. Majembe alishinda game ya kwanza. Mbavu ameshinda game ina sense kwa Mbavu ameshinda game ya pili, so itakuwa waende final. Then maybe hapo final ndo anaweza acha kila mtu a fight on his own. Si ndio? Which bado ni poa. Si tuko hapa tu ku enjoy the game. But now mimi nataka kungoja hiyo boxing match ya Mosiria na Obina. Hiyo boxing match nafaa tuone because yao najua haitakuwa na PR, yao haitakuwa na script, yao itakuwa personal beef. So tuone nani mngore. Juu yako na beef aliexpose mapema, yeye amekuja ameexpose baadaye. So tunataka tujue nani mnoma. Kila mtu amesema kuna skills. Mosiria akona skills zake, tumeona akiwa gym akipiga hizo makarate acrobat zake. Obina yeye pia tunaona pia anasema ngaina gym na nini. Sasa waweke nini yao friendly match yao, then let's see kama ile friendly match ilikuwa na Kasipul na KRG, unakumbuka? Sasa lazima mwe pia watu waweke friendly match yao tuone nani mngori. Then from there we will decide. Nini unaona hapo hiyo time ya watu kusema ati Obina alisema hiyo story after game. Alisema nini ati after game wanamtetea. Hapana, hapo alisema ndo introduce DJ Afro. Ndo aleta DJ Afro. Lakini DJ Afro alimake interest nyingine safi pia. Alimake safi lakini si DJ Afro tumezoea. Wewe si DJ Afro tumezoea. Alikuja I don't know what happened. Ama in studio editing maybe. DJ Afro amekaa sana bila kupiga shughuli. So unakuta watu wengi wamekuwa kidandia content zake. So alafu najua pia anatumia studio na studio iko na editings. Na pia kuna na studio unakuwa na time ya kukaa analyze the whole movie. So unajua wewe kuingilia na nini. So unapata hii ilikuwa raw, ilikuwa real and raw. So lazima
ange analyze kiwapo kwa grao. So unapata ni ngumu. Si rahisi, huwezi mblame pia. Alikuwa anapamba movie lakini sasa hiyo ya ground unajua mic kwanza mic ni alipewa mimi hata niliangalia zote jamaa. Sauti hata iko yasikika. Nilikuwa hapo. Dijafra kwa hapa mimi niko hapa. Sasa mimi nashangaa sasa Dijafra anapewa mic gani issue no. Sasa tena mimi nikashuku pia hii mic bado si nguri. Sasa mimi nikamwani kwa mic yangu fulani ile ya microphone wireless. Nikachukua yangu nikaipin kwa ile microphone Dijafra alikuwa nayo. Na at least sauti sikike. Nikaipin ndo nikatoka nikaenda kushoot na yangu. So mimi nilikuwa napata sauti ya Dijafra direct. At least sauti sikike. At least because sauti ilikuwa kinda chini and I feel amjeka simu silent. Weka hiyo simu silent. Alivona ni simu yako. Nimekasoma ndo ananisumbua hapo. Hebu patia alivyo simu yake silent. Nimekasoma ndo anasumbua. Umeka silent. Alafu alivyo unajua any emotion una create. Inasikika kwa hiyo microphone. Hiyo microphone ni very powerful. So it is better you stand still or mafans watakutupia mawe. Watakulima. Okay. So anything unafanya una move leo mic ina detect. Ni very sensitive ndio maana hata nilikupatia mtu mwingine. So unaona ukicheki hiyo design. So mimi nilifika pale nikaona DJ Afro rada. Jo Afro unaona Afro kwanza kitu yake ya kwanza vile alifika hivi. Akatoa mic. Hata nikaa alikosa concept aanzie wapi. Juu mwenye alikuwa anaintroducewa naye ni Kemoda. Nakwambia Majembe alimake into ingine mbaya. Noma sana. Ulicha hiyo intro? Niliona. Mimi nilikuwa naona vitu online. Siko kwa ground lakini ni online. So is online watu analyze kitu ime capture attention sana. So niliona entrance yake, niliona Majembe, nikaona the whole game na venye ilienda. Na ni kama tunaenda sana hata tu maintain kwanza hapo kwa Obina na mwenzake. Hiyo fight unaiona aje wakiweza create? Wakiweza create hiyo fight? Well, uwezi jua anashinda. Unaona because kila mtu anajichocha. Since mtu venye Majembe alikuwa anajichocha, Mbao alikuwa anajichocha. Tena dende winner ni mmoja, ni mmoja. So uwezi jua aje weke tu hiyo match. Mimi nitakitoka weke tu hiyo game. At least hizi waache kuboronja sana online. But unaona na boronja na tishiana mpaka nani Mosira sasa amesha jangori sasa. Ya imekuwa personal. Yao inakaida personal juu. Anaongea baranja sana. Mosiria. Mimi nafikiria hata kwa more serious. Kumbe amekuwa more serious. Again, ile issue yao pia wanafoja issue yao pia inaanza tena way back last year I think time ya maandamano. When Mosiria alisema Babu Wino ndo alituma maguns. Tao. Babu Wino. Mosiria alisema hivyo. Alisema Babu Wino ndo alituma maguns. And usio Bina ni mtu ni die hard wa Babu. Ni die hard wa Babu. So yani vitu zao ukiangalia tu historia yao sasa sidani kata wanaweza salimiana. Hawezi. Yao it's more personal. Like yao ndilo unaweza kuona msemo nyampendani na mnachukiana like in hivyo. Nilicheki wa create clip fulani na Kasipul nikawa alipata na Tao. So nilicheki pale Kasipul nikawa namwambia utapigwa na Obina wewe. Anasema mimi Obina hawezi nipiga. Obina ni ndugu yangu. Tena ni humble tena. Nilikuwa ndugu yake. Masiria kidogo ilani na Masiria ni Mosiria ni msemo fila amereizwa church. Na ni kama amereizwa ushago to come. Hata pia amereizwa ushago skate. But Mosiria amereizwa ushago na strict parents. He's an SDA guy, right? Strict parent. Sio SDA. Unajua anakuanga SDA. Yes, Mosiria ni msu SDA. Mpando wa watu wengi unaona watu wengi wa Kisii. Wakisi wengi ni SDA. Wa Kisii. Angalia Maraga. Kwani rada? Unaona Maraga? Kisi wengi na Wajaka tu. Na Wajaka. Sasa Wajaka kwanza wale wa Homa Bay. Unaona Maraga ni SDA. And you see the morals za watu SDA zio kwa intact sana. Ni rare sana upate mtu SDA na mess up na life yake. Unaona? Sasa unamtu kama Maraga kumhonga inakuwa ngumu. Maraga ni ngumu. Sio kama 2017 akina election. Si ati Uhuru hakutaka kumhonga. Angemhonga but si alikata na kanalify hiyo election. So unaona mtu kama Mosiria is the same character where amerezwa church as a good boy. Sina character mzuri. But sasa amefika Nairobi lazima fit kwa environment ya Nairobi. So kuna vitu zingine yeye hufanya hata anajaribu kuongea sheng unapata sheng yake sio ndio ni sheng iko nje. Yeye sheng ya Nairobi ni mtu wa kukam. Amekam na bado haweza adjust na sheng. Ni juu ni mse mwenye amereizwa nasema in a right way. So kuna vitu hawezi fanya tu. So yeye anajaribu kufit in
ndo pia fit in the society ya watu wa Nairobi, watu wa Kanairo, basi unapata inakuwa ngumu kwake. Unaona, so na mtu kama Obina yeye amerezo several places in this country. Alisema mara alikuwa Eldoret, mara Kisumu, Ndoto na Nairobi. So ni mtu ako diverse in terms of kureziwa na nini, so anaelewa, ana adjust haraka. So Mosiria anajaribu kufitini. Ukiona either way akona beef na Obina, but the inner side of him haitaki hiyo beef. Unaona huyu msawa SD atakuwa anachoma morals za church yake. Unaona then wazazi wake pia watakuwa like kijana wetu tu kulea hivi jamii. Wewe ufike unakuwa na Nairobi unaanzisha vita. Unaona kina Mogaga kama jamani sio understand wanaongea aje na Soprano. Na hasira mingi. So unaona Mosiria the natural character in him, he is supposed not to be a bad boy. Anafaa kuwa a good boy, lakini alijifanya yeye ni bad boy. Sasa ni junior ndio anakuja Nairobi. Unaona na again pia amepewa hiyo time alipewa, alikuwa position ile, alikuwa environment, alikuwa anaingia kwa East Lando nini, akiexpose ma siwe ya work manini. Sasa ndio wale wanaanza kumjua akifunga hizo maklabu zinafanya within the neighborhood na nini. So the more interact na wasa wa Islando, the more anaona acha njaribu kufiti na wasi ndio wasiniataka. Unajua Islando ni hata dungwa kisu kila mtu akikuangalia. So lazima pia uongee nao vizuri, waambie manzi nimekuja hapa si kwa ubaya, kwa hivi na hivi nataka kuwasaidia, isiwe just kwa inapita hivi na hivi nini. So lazima uongee lugha. Unaona ukishaenda Islando unapata na wasa kuna lugha unaongea hata uweze shikanisha. Uweze shikanisha kabisa, like sheng yao ni ile deep kabisa. So yeye pia amejipata in such a way that lazima fit in this society. So hizo ndio vitu zinamchangia pia kuna umauru umuingie. Unaona, but the deeper side of him akwangi hivyo. Si ni mtu natural, uwezi mpata na skamishes mingi na scandals mingi. Sasa kitu mimi naonanga kuhusu Obina. Okay, Obina despite ako hivyo replying, sometimes me wanna prefer sikuwa na reply kila kitu but sometimes inafika pale naona sasa pia Obina ameshindwa tena ku maintain temper yake. Because as a someone who is public figure, like kuna kuzingine anafaa kuwa na control kwa hizo za hasira. Kano na amejam sana asikuwa na reply kwa opposite zingine. Jua ki reply Mosiria anapandisha Mosiria hasira. Ona akimreply anampandisha. Na mtu akipandishwa anapata tena chance ya kureply. Tena anapanda kabisa. Sasa mnapandishana tu kwa vitu za upuzi. Unaona? Despite ni cloud. Okay, ni cloud in another way, but mimi bado mali niko hapa, mimi bado siwezi understand nini wanapanga. Mimi naweza kuwa na hapa serious na wabonge na waboronge, lakini wale majamani kaza upate tena ni pia hata kitu kingine inakuja. So hata uwezi jua. No, but so basically hawezi fanya business pamoja. Ni ile kitu najua because ni personal beef. For sure hawezi fanya. Hawezi. Well, ndo nakwambia these people are grown up. Sisi ati ni watu kweje yenye early 20s ndo sema hata isemeana. Hao ndo tumeshazeeka. And you see, nikwambia tu nikwambia moral ya Mosiria, moral wise anaweza tu sema is a forgiving person, anaweza sema anaweza sema Obina pia kumwangalia the way he speaks, he's kind of mature. So tafika mahali kama kuna anything they have to do for the kuonyesha hiyo public opinion nini, wanaweza sameana. But as far as side kwa concern, kuna beef unaona. So hatuwezi jua beef how far it will go. But I to watch. So wamesema sisi tunataka tusi kama fans, tunataka Obina, anataka Mosiria watupe hiyo boxing match, watupatie game next after vurugu. So hiyo ndio game part 2. Iko vurugu part 2. Kila mtu anajichocha, tupewe vurugu part 2. Kila mtu anajichocha, si ndio? So the best way ya kudetect nani mnoma, weke game. Kama ni unapanga vurugu part 2 unaweza amua iko na nani. Vurugu part 2 so weke Mosiria na Oga Obina. Geoffrey Mosiria versus Oga Obina. Na pale boxing match. Narudi kina majembe. Rudi majembe na bavu. Unaona kama nani ataka tenrezea kina Obina. Sasa mwenye ataka tenrezea. Acha mimi nipange hapo. Unataka tenrezea. Mimi naweza sema pale kwa list Obina na Mosiria ndo akwe title headliner kama majembe na mbavu. Then hapo chini inafuata wachukue mbavu tena warudishe mbavu na majembe ndo hapo pili. Alafu ile lineup inafuata maybe Mike Sonko apatane na nani
Mike Sonko ile wanangi na nani? Mike Sonko huko anapita na kila mtu. Anakuwa Mike Miguna. Mike Sonko na Miguna. Ama pata na Sakaja. Ambona Sakaja. Hapana Sakaja apatane na Sifuna. Sakaja na Babu. Babu ndo anavaa ugavana. So Sakaja wazazi Babu. So Sifuna apatane na Zakayo. Na Jalango. Hapana. Acha Sifuna apatane na Jalango. Sifuna apatane na Jalango. No, hapo mmerudisha Sifuna chini bana. Hapana, mmerudisha Sifuna chini. Tuna rank kulingana na political city ya. Currently Sifuna is bigger than being a senator in Nairobi. Realistically yes. Realistically si bado yeye ndo senator. Eno senator skatai na huyu bado ni MP. Jalango ni content creator. Na huyu bado ni MP. Sasa kitu ninakwambia Jalango ni content creator, anataka kuvaa senator. Na Mozira bado anavaa senator, alisema hivyo last year. Mozira alisema anavaa senator. Alisema hivyo last year. So inafaa ikuwe Mozira versus akishinda game yake na Obini kama Mozira versus Jalango. Hivi inakuwa hivyo. Sisi boxing match inafanya presidential ya Ruto na Sifuna. Ama Ruto na Gachagua. Sio hapa tusianana daily kwa mtandao. Sifuna sasa aende na sasa si bado Sifuna pia anaweza face Ruto. Anaweza face. Unajua sasa itakuwa. Unataka sasa unajua tunataka mtu ananyang'anya na seat. Kama sasa hizi senator Ujalasa nataka seat ya senator. Na sasa hizi Sifuna ndo senator. Wewe Sifuna na Jalango again sasa mimi sasa hiyo president juu wanatusiana online. Gachagua na Ruto wanatusiana online kila siku, si ndio? Like boxing match. Lakini president hazikuja game. Wanatusiana kila siku online. Wacha tuseme Jalango nani Obina ala versus nani Geoffrey Mosiri. Mike Sonko versus Sakaja. Unaona hiyo lineup vile inakuja. Mike Sonko versus Miguna. Unajua wote ni magavana. Wote kwa magavana. Okay. Mike Sonko Sakaja versus Sakaja. Haya, pale nilete Sifuna versus nani versus Jalango. Lineup. Hao ni watu wangapi? Watatu. Tukiongeza Sakaja na nani? Tukiongeza Ogbina tutakuwa 4. Toka watu wawili. Hapo chini kwa watu 6 tujaze watu wawili. Ikikuwa ngumu sana. Gachagua Ruto. Alafu Ruto zikame hiyo game. Na kujipale Matiang'i na Kindiki, unaona? Matiang'i Kindiki. Lakini Matiang'i ana beef na Kindiki. Lakini si wako ni political rival. Alafu unajua sasa watu ndio sasa vurugu mega vurugu ya Ruto na Rigiji, unaona? Ruto na Rigiji. Acha mimi naweza ambia Obina hata usinini hivyo hata akinini akiwinda game next at least atafute ma politician ndio game next alafu ma politician wa kike Olimane Mangumi kike kama tuseme nani ODM alikuja event Karen Nyamu na Pasaris itaweza Chatungoji. Karen Nyamu na Millicent Omanga. Omanga amenyoa, amekaa sijui. Anakaa demu. Karen Nyamu Millicent Omanga. Hiyo itaweza ama Milio Jambo, Bad Girl na nani? Wamushomba. Milio Jambo na Wamushomba. Ama Susan Kihika na sasa nani? Susan Kihika ni governor ndio. So Susan Kihika na mtu kama Gladys Wanga. But in other times acha tu switch gears kidogo. Tatu tubororonje story nyingine ya Majembe na Mbavu. Hiyo game uliona aje kwao? Kwanza tuanze tu na Majembe. Wewe ulionaje game ya Majembe? Majembe is a boxer. It's a boxer. Well, bado hajafika hiyo level ya professional boxing. Bado Majembe hajafika hiyo level. But now Rome wasn't built in one day, right? So step by step I'm in game 2. So now inampa advantage ku elevate his career to the next level because remember he's 21. So bado kuna time ya ku nini career yake ku make it na ku build there. Nataka sasa yeye ndo mwenyewe amue from here. What else can he do? Mimi kwa Majembe tunaweza fanya hiyo rematch ya nyonaitisha ya Majembe na Mbavu siwezi kubali. Haiwezi kubali juu definitely ushapiga Alfayo, ushapiga Mbavu. Nini ngine unafanya? Hata asifanye like hapo tu serious, aifanye like a profession now. Aenda join the boxing professionalism na nini. So aenda akutana na Mike Tyson, kina Mayweather, kina nani? Au hizo ndo level. Anafaa aim hiyo level. Acha mambo ya kufanya cloud chasing na nini, achane nayo.
because at the end of the day hata survive na hii boxing ya hizi friendly boxing za mtandao, unaona. If you want to do it as a profession lazima aim higher. Now Tumbavu I don't really know if he's a boxer ama ni kelele tu, because that day hakuna hizo rounds zote walienda, nani alimshinda knockout zote, si ndio? Majembe alikuwa anapiga. Kuna vile alitoka alimpiga zote 30 27 alikuwa amemshindia 2. So basically he can also train, because there's nothing, anasema hakuna kitu ngumu, nothing is impossible. But alikuwa ameshindwa kwenda nani? Alimlemea. Alikuwa ameshindwa kwenda round zote. Unajua nenda round ngapi? 3. Yes, ngombe alimlemea. Round 3. Majembe acha niko explain vile like unaona kama hii side ya Majembe nani side ya Mbavu Destroyer. Mimi Mbavu nilijua Mbavu ile day yenye nilikuwa namjua tu akianza na hizo weka mawe. So before ashike vizuri hizo shughuli zake za hapa na pale tulikutananga kwa was it a press conference? No. Hapana. Tulipatana naye face to face. Ile time alikuwa anaenda kufanya Valentines, akipeleka mkoro wake kwa enjoy Valentine pale Karen. So hiyo ndio day mimi nilipatana na nani? Mbavu. Tukaboronja hapo kiasi, tukabanja nini tukaelewana. Kwanza siku nikasema mimi nitakuwa nikimsukuma hivyo kwa shughuli zangu. So kwenda hivyo kwanza hiyo sasa ndo nikaanza kumfollow vizuri sasa kuona shughuli zake. Niko na jamaa akona mindset ya advertisement kama sana. Mseni mnoma advert. Yaani hata saizi kama ameanguka hiyo game, hata mimi sitaki saka mtu kao bina apange next game. Hawasifai kupanga hiyo rematch. Acha apange rematch. Apange rematch ndo maintain kelele ya social media. No, kitu fanya because now Majembe atakuwa anarudisha level yake chini. Ndivyo ukipanga rematch, si high chances itakuwa tena script. Itakuwa script na ufukishi sasa Majembe atawin, nani Mbavu atawin. So Majembe atakuwa amejirudisha chini. Sasa unaona Mbavu akiwin, hii wave itaisha. Itaisha. No, kitu anafanya Majembe Mbavu apange game na Alfayo. Yeye mwenyewe alisema Mbavu akiwa Mike Check alisema anataka the next battle iko yake na Alfayo. But mimi nataka walete rematch. Ndo Mbavu apige Majembe, akishapiga Majembe na akimpiga tena ndo sasa aitishe game nyingine na nani? Okay, swali ni akimpiga tena Majembe. Sasa watakuwa wamebonga na Majembe acheze chini. No, kwa sababu hiyo ndo ile kitu wase waoni. Watakuwa na ride career ya Majembe. Majembe kama ako fit sasa, ako focus anataka kitu anataka, Majembe afai kwa hiyo. Lakini unajua sasa wakisema Majembe ashinde hivi, wata eliminate Majembe kwa game. Majembe haji ku advertise vitu. No, but Konami doesn't need it, bro. Majembe anahitaji no hizo doa kwa amepewa is enough to pesa ni kidogo. Hiyo pesa ni kidogo but wao ni kulingana na unasema but huyu jamaa kijipackage vizuri na ndo amepewa aende serious ni boxing career aifanye kama profession. This guy is well to go a train tu vizuri apate professional trainers aendeze aanza kuregister for those competitions locally, internationally, whatever. Like Majembe aache hii mambo ya nini ya TikTok fight za TikTok aache hizo two is enough. Unajua kwa professional watu wanamsahau bro, but atakulia for good. Wewe via TikTok inaisha jamaa limefika ashapata hiyo limelight na bado amesaidia ku bring up Kenya hiyo boxing ya kwa face ya wase. So akiendelea na boxing aendelee tu bado like tuko na hiyo face yake tunapata. So the more kienda hizo vita akishinda the more bado tunaendelea kujua jamaa si anakuanga. Anakuanga. Akitukisha level 50 unajua kwanza atakao pika hata kushinda Mbavu mwenyewe. But unajua akienda design ya kusema ati ana nini anaachana nayo akiachana na hizi vitu zinafanya social media atapotea kama mboxer wengine. Hafai kuingia tu nyasi ati ya focus na training. Alafu bado hapana tunaonyesha vitu anafanya. Sasa akichukulia za serious profession unakichukulia za serious profession lakini bado hata onyesha Kenya. Unakichukua a serious profession na apate a right manager ataquit nini ya hizo fight za TikTok. Why anaweza pata na mse wa anaweza mtisha njoo kuna tu wasa wanomo kwenye they don't expose their skills online. Kuna msanii za mchallenge na ampigi
atawamirudisha jina yake chini. Unajua it's the same thing wenye it's the same thing in happening in time nani alikuwa anakuja Kenya, Extra Speed alikuwa anakuja Kenya, and then wasio wakasema aende arrest na Omanyala. Arrest na Omanyala. So walikuwa wanasema hivyo. Ndio ndio Omanyala alikataa. Inaweza happen tu by mistake. Extra Speed angemshinda. Ndio Omanyala angai recover. The same kuna the same guy alikuwa anakimbianga usita South Africa ama Zimbabwe. Huyo jamaa alikuwa anakimbianga kwa kona kama ameinama Ashton ama itaje. Ule sijui ni msemo fulani hivi ako vizuri tu physique na nini. Alikuwa anakimbianga akipiga kona na turn vizuri. So when one thing what happened when Extra Speed alikuja wakaenda naye Extra Speed akamshinda. Siku hizi uweze muone. Nini yake ilipotea like FYP na algorithms zilimrudisha chini. Sasa kama imagine angeenda maintain hiyo pick angefanya hiyo race na Extra Speed. Unaona? That's why Omanyala aliona kwa mbali alijua kufanya race na Extra Speed by mistake because ujuangi inaweza kuwa it's a bad day on your side today msitaka kushinde. Then what happens? Sasa utakusahau. So for now for Majembe moving on akipata a serious trainer mwenye anajua professional boxing atamwambia no. Atamwambia no. Asiende. It's easy for him now to maintain your relevance ya being the best boxer guy in Kenya. Anaenda tu hizo unasomesha retire boxing. Anaenda na hang out now. Utamwona hawa sawa majua ki hang out now akimtrain. Kuna jamaa anaitwa Okwiri. So unajua Okwiri? It's a professional boxer. Okwiri alikamka hiyo nini? Kwa hiyo boxing match, hiyo pre-fight, vurugu pre-fight watu wakiweigh in kilo na nini. Nilipatana pale na Okwiri. So watu Okwiri alisema hadi nilimrecord kuna video fulani nilifanya naye alisema Majembe na Mbavu are good fighters. For someone kutoka kwa nyumba pole apatele confidence ya kusema naenda kwa ring. Do you know what it takes kwenda tu kusema hivi kwa ring tu useme unataka kupigana? Ngumu. Majembe is a fighter. Mbavu is a fighter kwa sababu alipata ile courage ya kusema kwenda kusimama kwa ring useme unataka kupigana na msee. So alisema sasa kuna potential ya kufanya nini? Kufight. So kitu atafanya wakimalizana na hii fight wa back down. Waanze zoezi ya beginner. True. Yani ni ya wrestling ya boxing beginning compare na sasa professional boxers baada wasa wako chini sana but sasa waanze from the beginning wakipanda pole pole hivyo ndo msali alikuwa it's true but unaona scenario lote kiangalia bigger picture Kenya ukiri anasema ina make sense but sasa shida inatokea hapa hao watu wote Kenya ukiangalia kwanza boxing Kenya hailipi yeye anafahamu mjue so si kitu yenye imepata ile limelight yenye iko na maokoto fulani yenye inaweza sustain unless upate endorsement ya majuu ama upate utokele Kenya ndio pigane nje so wakisema focus na Kenya hivyo venye Ukuri anasema wa back down na social media waenda focus na training wakikam ni disadvantage kwa sababu hii social media bado inasaidia kupata hizo maokoto za endorsement ndo walini wajisustain pia huko kula hiyo zoezi. But sasa mimi kitu nilikuwa nasema unaona Ukuri ako right. Sasa mimi naweza sema unaona vile wanafanya hivi kina Majembe. Unaona sasa after fight saizi mimi kitu na expect kwa Majembe saizi asikuje ka ule mse wa kitu alikuwa after before fight. Akamtena na professionalism nyingine social media yake ikue rebranded vile anachukua mapicha ikue tofauti vile anachukua videos ikue tofauti places zenye na visit ikue tofauti time yake mom sasa anafaa tuoneshe. Sasa nakwambia anafaa anahitaji ya manager. Anafaa akona manager. Sasa unaweza kuwa manager personal but si professional manager. Sasa malena shughuli nataka kupiga saizi zikuwe tofauti wataonesha ile gari alichukua wataoneshe mali anaishia wataoneshe progress yake ya mtaani progress ya manzi yake hiyo ndio kitu tutaka kuona saizi kwa Majembe lakini at the same time hakoma focus na professional lakini venye ulikuwa unasema avoid social media and to focus now disadvantage kwa no say disadvantage unaona kama for example in terms of tuseme hiyo vita nini ya Ukraine ya US na Iran wote si wao tuonesha tuko na hii missile lakini deep down wanajua vita ikitokea like sani wewe kuja tufurugani hata timu ya Kenya wameonesha hiyo ni nini ya social media ndio inaonyesha pia si tuko rada sema na nani Majembe sanya yako zoezi
haizi tuonesha skill, afai kutuonesha skills zenye ataingia nazo arena. Yeye anafaa kutuonesha mimi niko zoezi mjue bado niko fit. Lakini si ati atatuonesha skill vile ulikuwa unasema ati ndo opponent atamsoma kuna skills fulani. Si anatuonesha mimi nakula zoezi. Afanye hivi, afanye like akuwa na hizo machine atuonesha hiyo yani shughuli yake iko mara mbili, shughuli yake iko mara mbili ya social media na hiyo yake ya professional. Ndio anaelewa bado akiendelea kwa live unajua anafaa bado kupata hizo maokoto za ndio. Lakini Majembe manani Mbavu mimi kitu naweza sema kwa Mbavu maintain hiyo nini hiyo hype yake. Mbavu destroyer kusikiliza kwa Mbavu saizi kama asiquit asiseme nilikubaliwa msale nipiga lakini abaki kwa statement jamaa anacheza game gani huyo msee sasa game gani mbaya tupiga huko sasa anaingia sasa zoezi vizuri sasa anaenda zoezi vizuri sasa yeye anafaa akuje na hiyo ni anaingia zoezi vizuri then wampe rematch yeye itamsaidia ita revive hiyo nataka focus nao sana focus kwa hiyo clip vile alipigwa maka yenye Tijafrad sema akuja tu na hiyo vita hiyo asiachilie kitu iende hivyo bure. Akuja tu na hiyo vita hiyo akuja jamaa alinipiga manze hata hiyo iko rules za boxing anipiga wapi hapo ana kama no speed true but don't know your story alipigwa was it a good thing no, it was strategy iko tu strategy ukiangalia even the way the kick was okay aliumia kinsi sana si sana Alexander ukakatoa macho hivi Alexander alitoa macho alikuwa amehema kuhema naye around na alipeleka so alitoa macho alikuwa amehema because alimpeleka unajua Majembe amepiga zoezi at least akona gas sasa imagine bado Majembe alikuwa na hema na alikuwa na niu fanya zoezi so imagine mtu afanye zoezi sasa unaweza alilemewa kidogo like hata ilimuokolea because angeendelea maybe hata angekufia hapo juu sio mwajuzi kuna ule fight ya ule msoka Kamega alikufia kwa ring ya juu ya gas ukikosa gas unaweza suffocate kwa pitch so alitaka kama advantage kama kukaa chini unaona give up kabisa but Makeizi upigwa but mimi nilikuwa hapo nikimrecord tukimpeleka huko chini nilikuwa najiki kwa hiyo barabara tukitembea hivi nikimrecord tukitembea hivi nisikia unanibia wewe jamaa ameshaenda unanibia nini wewe sasa mimi nilikuwa focus na Majembe na nilikuwa nimefocus na Mbavu nikashindwa kurudi hivi ni record sana fight kwa hiyo clip ukisikia vizuri kuna majamaa na shout up then kuna ule jamaa na kwangame tunya hivi na manyororo hapa sijata naitoa nani hiyo kwa tao Sunday sana alikuwa hapo akisindikiza tukiteremka hivyo kufika huko kwa room Makei watu upigwa but yeye aliexaggerate. So watu kucheza tu as any athlete amecheza maybe futa rugby unapata hiyo ball kupiga hapa vibaya. Unasikia uchungu ndio but inaishanga tu haraka. Si ati kitu nakaa hiyo that long within 1 to 3 minutes amangosha hapo. Unarudi kuendelea kucheza game yako. So mna feel aliteka side advantage akasema hii acha niachane iende. But on the other side Majembe ni Mbavu destroyer and ujicompose tena Obina please hata watu wakibororonja hizo zote organize something else like that yes tupigie part 2 sisi tuko ready tutakuja kusupport piga part 2 wewe panga hata labda hii part 2 ni hiyo yenye mnafuata kufanya na Masuri atujue don't know but wewe hiyo kitu unapiga iko sawa unaona wewe ngangana tu but mimi napenda vile Obina amejicompose saizi amefungua Obina Studios amefanya industry imeanza kuwa lively true hii ni kitu yenye tunaenda ku benefit kwa hii industry from that guy watu wana create content wako na ambitions zao wakifocus video Obina anafanya but unajua Obina TV studio ni free hata ukitaka kwenda kupiga session unapiga tu for real iko pande gani tembea kwa siku moja iko wapi West iko kaskazini West ama wapi ni side za West uta google vizuri so kuna history yenye nilikuwa nafanya ya nani ya Alfayo Alfayo kama angekaa kiburi chini angeingia hiyo game Alfayo ama unaonaje no Alfayo ni venye pia unajua kuna ile sometimes na feeling chance ilikutoka because nia alikuwa kwanza kufight na Majembe and then hiyo game ilikuwa tu a normal game tu then Majembe won na Alfayo akamcongratulate akasema congrats kwa win game na nini maybe we can meet next time
So then from all of a sudden Majembe can nani Mbavu Destroyer comes in. Then so Mbavu Destroyer anakaa anachukua wave yote. Then now the sponsors comes in na nini, then the winner takes Disney na nini. So aliona hizo do zinaenda kuwekelewa the winner. Unaona ni do mingi. Sana. So naka compare mazee sana kwa kuwekelewa hizo do zote. Mita karibu mtu kama Majembe ana home na mita kama ngapi? 1 point something. 1 point something na bado kuna zingine za chini ya maji then plus gari upate like I mean home na kama 3 point something meter apart from gari. So ukiongeza gari ilikuwa worth 2 point something. So that's what I mean like yes yako worth 5 million hivyo kuendelea. Mwe sa Majembe. Alafu sasa wewe unataka kumwambia achukue 100k. Angekubali shughuli. Hata mimi siwezi mblame. Alfa angekubali. Ingekuwa hiyo game yao ya Majembe na Mbavu ilikuwa ilikelewa tu mita na ishevo ni sana sema acha ni pia mimi participate kwa hii game. But so imagine so Domingo the winner anakuchukua Domingo. Alafu sasa yeye mwenye alikuwa among the pioneers of hizi match online unamweka yeye so moja. Haiwezi. Sasa alifeel kana kwa compared na kina Majembe. Alifeel kama compare. Anafaa kuwa compared na kina Majembe. Because actually he's a good fighter. He's a good fighter. If boxing ile that game Majembe alimshinda but ukiangalia statistics that guy he can make even a good boxer than even Majembe. So what tusonge kidogo tune ulionaje DJ Afro this is not the DJ Afro kwa tumezoea tukigrow tumesikiza DJ Afro mazi yake kuwa hiyo akona aura fulani uniqueness fulani. Then DJ Afro ni ule DJ Afro mwenyewe anafanya movie na kwa interesting. Unaona maridadi kemoda alafu storytelling akusema yote. So unaona issue ni mimi nimekuja kurealize kitu moja na DJ Afro is good in terms of storytelling. Unaona but sasa hiyo ilikuwa live game hizo storytelling anything ana content ya hiyo story ya DJ Afro kama vile watu wanajaribu kumtetea. Mimi nasema amekawia sana kumtoka cause hata kama tuseme tu ilikuwa live kuna vitu zenye show DJ Afro iko sangi watu zingine. Unaona kama hiyo intro ya hao fighters wakiingia. Unaona kwanza venye hiyo design Mbavu alikuwa anaingia hapo. Samahani tumetatishio kuanza kugilia kimoda. Tatisha vipi But anyway, me I feel it's high time now arudi game. It's high time DJ Afro. Bado inamhitaji na yana. Because hakuna msanii anaweza fanya kitu yenyewe msanii alifanya. Because he was the first person. Like I think in Africa he was the first person kwa hiyo kitu. Look at it now. Inafanywa the whole of Africa. Wasa wanaifanya in their own languages. Na DJ Afro ndo alianzisha. Kama founder member hata sasa anafaa kwa hiyo sasa ndo yeye ndo elite B. Yeye inafaa kwa elite B zake. Mimi sije mbona last enda hivyo. Ona kama like the Rwandese I have Rwandese friends and Burundi's friends. Wengi wao wako na DJ wao DJ Afro wao anaifanya kwa lugha yao. So usikize huyo msee anaipiga vizuri. Na wako like msee pia alikopita kwa DJ Afro. Hadi kuna DJ Afro Uganda. TZ unasema. Hadi TZ. Sasa unaona DJ Afro anafaa elevate to level yenyewe. Je mwenyewe ndiye alianza sasa anajua how to make it more better and more unique. So he can still elevate his career. Inafanya yeye mwenyewe ni unique. Hakuna mtu unaona kama tu alikuwa tu able kukama up na kitu kama hiyo. But mimi naweza sema unajua ndio ufanye kitu lazima uko na psych. DJ Afro alipandelea stage akiwa tu sawa. But ngori ilitokea microphone alipewa microphone alipewa ilikuwa nje msee. Hata kama ilikuwa mbaya angetupea kitu tuseme ange mic ilikuwa mbaya. Lakini unajali comment kitu live yenyewe na concept. Sina kwa in terms of content kuna vitu tu tule expect angesema the what is a normal ones kama kemoda piga makangari unaona hata hiyo unaona tu kuanzia tu kwa intro kwenyewe kuna tu fanya alfa tu kuchachisha watu ama kulipwa vizuri nika hata labda Obina kumwita ama kama akukanjwa vizuri Obina angekaa hapo amwambie hebu anza na Obina hata mimi nilikuwa na expect DJ Afro kiingia apewe tu microphone from nowhere tu tusimuona alafu aanze tu from nowhere atoke from a crowd somewhere basi wapenzi kuna jitu fulani kunajulikana kama vile DJ Afro amigos alafu akuje na music yake
Akuje. So I think the next thing at least wasa wamecomplain enough imemfikia niko sure yeye imemfikia, lakini hiyo complaint asitake personal ya kumfanya arudi sasa kwa game arudi venye sisi tulikuwa tunamjua. But nikicheki amefungwa TikTok account watu wamemfollow. Nicheki pia alikuwa kwa live fulani hapo akasema by then nisikia kibanza hiyo story ya microphone. Alisema ilikuwa sound mbaya. Hata kutaka kubanza mob kuhusu hiyo show but anasema microphone walimwangusha kitu ya kwanza. Kitu ya pili alibambika na Mbavu Destroyer kwa hiyo intro ilikuwa genze. By the time nilibambika na hiyo intro. Wow. Babu jamaa aliingia ka Undertaker. Babu Dijafrezi mpe hata jina kama moda. Kama achatoka nje. Aliingia tu hivyo. Babu is a unique guy. Babu alifanya shughuli. So Dijafro alisema yeye aliona sound ilikuwa mbaya but alibambika na show ilikuwa poa. So akasema ameanza sasa kupiga shughuli yake. Anataka aanze kupiga shughuli ya live. Hata unaona hii story ya vurugu Obina anafaa kuendelea na ile sasa mega match yenye wanafaa pigane wanye ni main characters wa hiyo vurugu ikonge Dijafro na wanakomment pia itasaidia kumrudisha kwa live. But Dijafro hata tuchukue miaka zingine 10 hoja jamaa bado tu atakuwa tu Dijafro. Ni god alianzisha kitu yenye haifanyiki. Dijafro kienda hiyo shughuli mali unaendanga huko na unaanza mimi napiga shughuli amsho unapata nanga na Dijafro ndamkuta ni nikipana naye mimi ndamwambia mwambie tu kweli. Waambie mafans wana demand more. Waambie mafans wanasema kwanza inafaa nichukue clip niende nayo huko. Aone. Yaani mwonyeshe mwambie Dijafro kulingana anafanya ground inasema. Wewe rudi lazima warudi game. Wewe mwambie arudi game juu. Tumemiss man. Yenda alifanya memories za sisi Gogorori yetu tumewatch sana. Hakuna movie nyingine tumewatch kama za Dijafro. Wacha tubadilishe gears kidogo, tubororoje topic ya mwisho. In total hiyo game mliona aje nyinyi? Tukiwasema tu fighters wote wenye walikuwa pale from the start, from the beginning of the organization mpaka saa game ikaisha. Wewe unaiona aje? It was ilikuwa good opportunity for young people to showcase their talents na nini, because kuna watu who were to gym, keep fit, ku bodybuilder na nini. So sasa ime challenge kila mtu anataka kuingia boxing because now imefanya like I like how in the current way Kenyans have been trying to elevate our own people to the next level, because now Pejet tumefanya majembe, it's up to him now to decide what he can do in future, right? Same to Mbavu pia jina yake is so big, he can now decide if future where he wants it to go. Ni mwenyewe atajua. So it was a good opportunity for people to at least venture in their talents, even those when you cut and race the likes of Monswar, Mr. Clean the Air na nini. All those guys, the opportunity poa kwao. From there they can now register kwa boxing, fraternity na nini. Waweza kuventure into so many things, into hizo boxing games and nini. Bora wa train. Key thing ni consistency in terms of training, consistency in terms of delivering what you are good at. As long as you are good in it, people will see. Keep doing it. So it's a good thing. I congratulate Obina for doing it, because as much as ndio main game ilikuwa ya Mbavu na majembe, but alipea hao so wengine pia chance. That's a good thing. You have to msemanga give Caesar what belongs to Caesar. Hiyo naenda pia Obina his flowers. Amepewa say chance. Ndio pia is a good thing to make your own money. It's normal. Anyone else can still make money from that. But as pia amepea hao so wengine chance. Wasa wamejibamba, wamesema wamejua fit. Wale wali win, wale wali win, they know where to work. What is yenye wanafaa work on na nini. So it's a good thing. Hiyo ni big call. Alafu nani najua hata UGCS wako wa nini wa sports. Mimi nasema mjini. Mimi nakumbuka Obina na perform kushinda CS wa sport. Aache ujinga. Mimi nakumbuka Obina na perform kushinda CS wa sport. Bayo Kenya hata tumjui. Unamjua. Mimi nakumbuka tangu yeye atoke. Anaitwa Babu na Mwamba. That's the only hiyo CS wa sport unakumbuka Jale at least Talanta Hera yenda launch Talanta Stadium. For him I can remember 1 to 3 things alifanya. Huyu mwenye yako simjui. Na Obina akiendelea hivyo and relativo keep going, hiyo unajua this is a bigger call. I can deliver that watu kama ndo Saturday za wapatia 2027 true. At least tunaona Kenya wanafanya. Lakini sasa all in all this is a good thing. Ina idea kuleta expo. Unaona sasa imefanya
Kenya imepata exposure ya boxing of which tuko tunafocus nayo, unaona. Same na hapo nyuma venye pia Chani imefanya Kenya football ikapata nini. Sasa wakeleve. Vitu kazo ni kukaa. Mwingine hata akikuja pia na a different thing, whether ni swimming, whether ni rugby, whichever sport. Hata kama basketball. As long as you are good at it. But one thing I've realized na the current era TikTok, anything you are good at it, eka to TikTok. People then people will pick up from there. People will pick up from just online, eka to TikTok. Whatever you are good at it, eka to TikTok. But sasa unaona nilikuja mimi nikianalyze your game from the beginning to mpaka saa hizi, nilikuja nikarealize hii game ilikuwa mara mbili, kulikuwa na marketer na kulikuwa player. So Mbavu did his best aka-advertise hii game. Tukienda on the other side, wasa niongelea ile shughuli nilienda ile ya juzi yenye pre-fight. Ukiangalia kwa pre-fight ya vurugu, wale maboxer walikuja pale kadhaa walikuwa wamejaa ngori kadhaa. Wengine walikuwa washaingiza njeve, unaona. So ile scene pale ilifanyika watu kupimana manguvu, kufanya nini ni kitu haijafanyika kwa boxing ya Kenya. Kwenda pale kupimana, sijui kusema ndio naona bararanja, nitakupiga wewe nisipatane nawe next game. Kwanza Munas tukupiga nisipatane nawe next game, alafu ati mbali sijui anasema ati hiyo slogan mbali ni gani? Nimesahau anasema ati meet next time, let's meet next time. Alibanjwa, alipigwa, lakini sasa unaona mtu kaa hizo ndio vitu vilikuwa zinatakikana kwa hizo boxing zingine. Sasa hizo boxing zingine zinafanyikanga tu natural. Hata ainanga. Ndio unajua inaweza cause nini ukiangalia na angle different, inaweza cause kitu mega kwa sababu unajua inakuja inakama up inakuwa kitu kama wrestling. Inakaa kama inaleta hiyo picture ya wrestling. Inaweza ugira kiza kwa serious tu naona ipate ma sponsors wengi. Inaweza kwa kitu big inaweza fungua resone iko ya Bina Studios. Ni iko kitu big sana. Bina TV Studios ndio inasimamia resone. Kitu kayo unaona saka unaona vile mfanya hii leo inafaa iko kitu kayo. So unaona kama Sami kwanza nikianalyze game vile ilienda. Yuko vile kulienda ni different activities zilifanyika, watu walipima na nguvu, wakapima na weight, wakatusiana ndo at least wakifanya nini waende game next. So kitu kama hii inaleta kautamu fulani, inafanya society kwa different kiasi, tuone mpira sports ya nini iko sawa, inapatia media za sports kazi, zitaenda huko zianze kurekodi hiyo focus na huko. Unaona hizo media za kawaida za sports, unajua media ngapi za sports Kenya? In terms of football football, yani total sports general. Ni media gani unaonanga ikikupeperushia sports vizuri kivyake tu? Ama tuseme saizi wataka kuwatch game ya Kenya, utawatchia wapi? Itabidi sasa nimestream ama nimeenda kutafuta. Ura stream wapi? Sometimes KBC gani? Sometimes KBC ni national media. National media focus. Tunasema TV na sport, kama Citizens ina sport na inasimamia vitu za zinapenda Kenya. Na tupatia news zote za Kenya. Ni media gani hapa Kenya ya sports peke yake? Kama tuseme e-sports. Kama super sports. Kenya hatuna. Kuna gani inasimamia sports peke yake Kenya? Yaani ukisema tu unataka tu kufocus na sports hakuna. Ni kweli wewe hakuna. Sasa ni kitu kama hii vile Obina amesimamia sports zote, sports ya vita, watu wamejua vita inakuanga hivi. So next time akipanga kitu kama hiyo apange saa vita kubwa. So nilianalyze hizo vitu zote, nikaangalia hapo kulikuwa na advertisement, kuna watu wamepata madoo kadhaa. Wana kama ama demo wenye waliwin, imeonyesha pia mademo anaweza fight. Kina nani? Elizabeth Amani kwa nani? Akinyi na wewe nani mwingine? Watu walikuwa Stars dina na Esther nimesahau Elizabeth Akinyi. Dada Akinyi yeye msikumbuki. Unaona wote ni mafighter na walionyesha impress. By the way nilichekio game yao. Ilikuwa fit huyo fight yao walipima na nguvu. Walikuwa wanatoshana wote, but sasa kitu ilitokea nikaule alimnock tu kiasi. Win is a win. So mimi nikiangalia hizo vitu zote, nikianalyze ile game vile kulienda huko, by the way tukiingia pale tulisumbuliwa kuingia kiasi na masanse, but vile tulifika hivi ndani, by the way majamaa walikuwa wanataka kukipa hiyo show. Majamaa walikuwa na vurugo msee sijui, lakini Wakenya wanataka. Mimi na feel tunasema sometimes pia what na blame viongozi wetu, but sisi pia my youth we are taking advantage of this.
manze azin hiyo event kama hiyo kama hujalipia mbona unaenda kusumbua unaona and this is a problem you have na wasa Islando hata dusela mtu watu Islando watu wa ghetto generally wasa wa ghetto naturally hata hizi area tu kuna maboys mauru ukiona mahali so maboys mauru like asas jude gaveta saidi itafanya aje unajua hao boys mauru besides ile like complain hakuna job nini like hao wenyewe wanajichomea zaidi sasa inakuwa hata ngumu kwa consider kitaka kuwapatia shughuli unaona na crime haisaidii even Mbavu said that in crime wanataka shortcut ya life mimi kitu inafanyanga spend ama jamani hiyo ghetto yao like mtu anaweza occupy kitu instead atafute tu do alipa the only thing like being a ghetto so una occupy mimi kitu ni bonase it's a good life katai it's a life day waso imetoa wengi imetoa master but they always feel them being that mauru gives them an advantage or a leeway to do anything. It's not good. Just be we are all citizens, right? Let us all abide the law. Unaona? But at least besides like yako like hiyo mauru inawapatia fame ghetto na stuff. Mimi nasema inawachomea inafanya watu wengi wanawachukia. So inafanya hawatapata opportunities mingi huko hivi. Una different nikiingia pale kwanza tulikuwa kwa gate na Harriet. Tumeingia na Harriet tumezoelewa kuingia na nani na polisi. Nikamwambia Harriet usiharasio polisi. Huyo polisi ako kwa on duty. Ni yeye alikuwa hakuwa amecommunicatiwa mimi niko na VIP. Mimi nilikuwa naamini ya kupita VIP. So amesema hapa watu wanapita peke yake ni VIP. But sisi kwa media tulikuwa tumeambiwa tunafaa tupite gate 4. So ukiangalia kwa invitation imeandikwa gate 4 na hatuwezi enda gate 1. Gate 1 ime chrome. So gate 4 ndio tunafaa kupitia hapa. So tumengoja mwenye anafaa kutumicommunicate ashiki simu. Sasa ilifika point kuna mbogi kutoka ghetto ikaleta ngori. Ikavamia hiyo gate sasa kaamua tu watu ni wengi acha waingie. Wakaingia free. So kuingia hivyo tena lazima uende uonesha tiketi yako iskaniwe ndio uingie sasa kwa component event. Si uingie event. Ingia kwa component event. So ukiskaniwa unaingia. Ukafika hapo kwa scan. Unafika pale kwanza wanaangalia kama una scan utabororonya utahanga utoto hapo nje. Hawezi ona kitu inaendelea kwa arena. So kuingia. Bado walikaa. So walikaa hapo nje sasa wakaanza kurom. Big up to Obina. Unaona? Ni kazi nzuri alifanya. Sasa kukaa kwa kiasi mimi na Harriet kuna majamaa fulani wa media walikuwa hapo nini tukachukua na Harriet juu sisi tulikuwa na ticket tukascan but tukuanga na ticket ya media bado nyingine ya tag. Sasa tukapewa tag ya VIP. So kupewa tag ya VIP tukaingia wapi? Tukaingia huko ndani. Mimi nikaambia Harriet since hatuna tag ya kuingia huko ndani unajua media ni all access. So tukaingia kwanza huko tukaanza kuona vile kuko nini tukiangalia vile kuna banja kuna kaa. So unajua ukiwa na ile tag unaingia kwa gate kwa kuna mlango iko pale ya glass. So unaingia pale kuna places zimewekwa hapo za piga picha nini vurugu fight. So tukaamua tu hang out kwanza hapo. So in the process pale Vindel alikuwa anafanya mambo yake alikuwa live stream. So tukiwa pale tukafanya nini? Tuna rom tunaangalia ndo tupange vile record. Wa buda. Nakwambia vurugu ilitokea from nowhere. Wale majamaa waliokupai gate. For real? Walivunja gate. Hakuvunja walifungua gate. Wakaingia na mbwembwe nini. Ndio hao sasa wanakaa wanataka kupiga masoja hapo nini hapo kwa gate. Kwa hiyo entrance yenye iko na mlango wa glass wanataka kwa vuruga nini. Mimi sasa ni mtu wa media na record. Ndio hiyo na record nimefika hapo karibu na entrance nataka kuingia. Security officer akafikiria mimi ni part of the goons. Akanirusha huko. Mimi ningeporwa simu lakini sasa akaona tag akanivuruta haraka. Akanirudisha ndani. Ndio sasa akaanza kuchukua mavibongo akaanza kupiga walikula manyaunyo. So in the next minute after some minutes ni kama management Obina ili communicate wakaleta lori moja ya Masanse. Kaleta GSU I think. For real? Lori moja sasa ndikakuja kaka hapo. So walikuwa wanaingia pale tu kupatrol. Mtu yote anakaa vibaya kama hauna tag nyaunyo. Kama una tag uko hapo una rom nyaunyo. Unacheki. Ndio kulikuwa hivi. Sasa hapo ndo sasa shughuli zikaanza kufanyika hapa na pale. Ndio sasa watu wakaanza kuingia peaceful. Hata nilikuwa na cheki Patelo na Dio walikuwa hapo. Hadi Rudra alikam. Rudra Katel. Rudra alikuwa tu hapo Simba na alikuwa amehang hapo kando before ingi. Sikuelewa mbona hakuingia mapema but hiyo vurugu ilifanyika kina Rudra wakiwa tu. Alikuwa tu hapo. Kwa hiyo entrance tu. Sikuelewa rada ilikuwa gani. Alikuwa hapo hata Patelo walikuja. Sikumbongesha.
but nilielewa maybe wanangoja kitu nini but kulikuwa hivyo but ukiingia kule wasanii waliperform wasanii Calligraph na Calligraph by then niko na footage ya Calligraph hata Ekodida aliperform alikuwa nilimgotea but mimi nilikuwa busy. The good thing at least amepata wasanii chance wameperform yana aliperform true. It's a good thing, you know, it's a whole event when you also benefit wengi benefit hata nani hata anaitwa nani DNA aliperform. DNA alikuwa amelialia sana last year December akisema ngoma yake bado tu ni glory msee. But sasa DNA pia kuna watu wasanii wamekaa si DNA ni enzi za kina Major right but Major has been consistent na ndio ngoma sasa DNA alienda akanyamaza watu wakamsahau sasa anakuja na complain but bado Major but anyway tuwezi blame the life so after hapo ndo nikaona ndo sasa kuna wale mafighters kama mtu alifungua stage na ule jamaa alitrend kwa channel ya SSTV Jeremiah na who is the other name ya jamaa chana angalia unajua kwa jamaa different mgani kuna kale ka jamaa kalikuwa kana fight na Jeremiah wote ni mwili ndogo 40 kg nani ndo nani Ranger achana si Ranger acha niangalie jina yake nilikuwa nayo nilimsahau unajua jamaa kuna vile hao ndo walifungua stage hao ndo walifungua stage lakini nilikuwa na underrate jamaa hao ni wangori anaitwa Jeremiah Obuku na Lawrence hao ndo walifungua stage wakapanda hivyo kidogo wengine unajua mimi nilikuwa natoka nikirudi sasa sijui nani alipanda next but fight ilikuwa fiti kila mtu alikuwa na confidence kuna wenye alichapwa ule jamaa alichapwa Seba alichapwa lakini Mufasa ni professional Mufasa ni professional hata Ranger nilikuwa nafikiria ni deadly Ranger atutishia tu but all in all mimi hata nishanga kumbe Eldoret inakuanga na boxer hata siko najua iliko na boxers wako kila mahali bana like unaona sisi ni watu tumegrow huko na kulingana na situation yenye huko in terms of so matches na nini ni rare okay vitu kama taekwondo hizo ziko maybe karate lakini boxing ni rare sana Eldoret hata ni ngumu unaweza ukiingia hivi tao hesabu useme tu nani ni boxer ino mkono ni rare sana uwezi pata watatu wanne unaweza pata hata wajo wako ni wa nje si wa Eldoret hiyo ilikuwa kitu safi kwa Bina halisi ilifanya Eldoret tukajulikana iko na boxing tukimaliza unajua tu hujabonga na majamaa wako Jabororonja hata na watu wako hapo tulianza tu show hivyo tuko 1 hour 30 minutes wewe hebu bonga tufunge show anyway it's worth it nilikwambia itafika tu hiyo masaa yote unaniambia mtu ajuangi imefika 1 hour 30 minutes Bororonja na majamaa wako tukatinge bwana tukatinge hata nikimbie wera man mafans wangu manze keep in touch keep following me on follow up TikTok @alvopele Instagram alvopele kila mahali alvopele but sasa TikTok ndo alvopele official vitu zinakam najituma kesi tumeamua tujitume again pia for the youths now naweza sema my youth is high time now to make umesema unataka kutumwa tusitumike my youth tusitumike by the yao na sasa wanaanza kututake advantage so tusitumike na again we are going to make a vivid country in a way that tutapata viongozi wazuri so inside time for us my youth kujibonga manze mambo watu kwa kadi akisha umechukua kura yako and remember Gen Z sisi lugha yetu ilikuwa must go haikuwa 1 term ama 2 term 1 term ni watu wa opposition 2 term ni watu wa government so sisi yetu ilikuwa must go na must go ni Zakayo lazima aende hivyo kabisa so guys tujaanza show tujaanza my episode zetu vizuri ili ilikuwa tu preview episode ukiangalia setup ni different kidogo na watu nitafute ka place tujikafinyia hapo mimi nitakuwa na show yangu ya entertainment different atakuwa na show yake alivyo tutakuwa tunakuita mara kadhaa nitakuwa kama Julika Juju kuna show yake hayuko hapa but nitapost hizi video kwanza and then nitapost studio vile nakata ukiangalia hapa nyuma tujamaliza
hii white bado iko hapa, tunafaa tuke something store ambia ni kama gani but tutaweka tukimaliza mtaona tu vile inakaa, but in the meantime ni mama tupige testing na alvo tuone vile kutaenda. So guys, I go by the name Curtis Lugard, being the scene ni Difre aka Carson, and I'm director leo. Acha tupatane in the next Alvo episode. Pele. Kaboom.